Mtu aliyekutafuta wewe ulioolewa wakati uliokuwa sahihi, maana uko tayari kuolewa. Wewe mama ulioolewa ukatafutwa uolewe na mtu anayekuoa yuko tayari wakati wake sahihi wa kuoa, na wewe wakati wako sahihi wa kuolewa ukaingia kwenye mahusiano na mpaka sasa mnaishi naye. Ila yule wa primary yuko wapi? Yule wa sekondari yuko wapi? Mliokuwa unachukua shati kwenda kumnyoshea bweni kwake, bweni kwenu ndio kunyoshea uniform yake. Yuko wapi leo? Yule bodaboda yuko wapi leo? Aliyokuwa anakununulia chipsi, wao kana chakula kifai, maharage mnakula kila siku, pitia hapa. Unachukua chips. Unatafuna tu chips za watu. Anakuambia njoo huku bwana, kuna nyumba ya wageni hapo huku. Njoo chukua pocket money. Unaenda chukua pocket money. Unakutana na unafika mapokezi, unaambiwa nyosha chumba kila. Ndio kwenye hela yako huko. Binti na wewe akili zako zote zimetoka na logi hizi. Unaenda. Zimetoka kabisa akili zako. Huwezi kula kitu cha mwanaume afa akakuacha Mungu. Yaani wewe ule hela zake hapo wewe mkuzungushe. Unajua leo nipo kwenye period leo. Kila siku napokuambia. Utaruka. Atakunasa tu. Umeshakula chips zake za kutosha. Umeshakula vitu vyake vingi vya kutosha. Jamani, kitu chochote kila cha mwenzako lazima ukilipe. Umekula chips lazima uzilipe. Utalipia wapi? Utalipia chumba cha wageni. Sijui kama nila vizuri. Saa nyingine wewe binti umejichatua kwamba unahitaji pocket money, baba hajatuma, sijui na nini, hivi na hivi, unapiga simu kwa bodaboda. Wewe bodaboda huko nimebana. Yana tuna chance hiyo. Sasa wewe unakataa wewe. Na 200 hapo. Wewe sijui na unabishabisha. Bali njoo huku sasa hivi. Wewe siku unaniahidi njoo. Sasa ngoja wewe nijifikirie. Unatakiwa daftari kule. Ndio mama kule anapambana pati atafute kwanza hela ndio. Ngoja niende tu si mara moja tu, ngoja niende tu. Nilishalipa yote na hiyo 200 upate. Unapata 200 na uki. Chips zimelipa. Naeleweka vizuri vijana? Amina. Ninachokizungumza hapa ukifanyie kazi sana. Na Mungu akusaidie. Amina. Mhubiri 3 mstari wa kwanza hadi wa pili. Mhubiri 3 mstari wa kwanza hadi wa pili. Anasemaje? Mhubiri 3 mstari wa kwanza hadi wa pili. Ndio. Kila jambo kuna majira yake. Kila jambo lina majira yake. Na wakati kwa kila kusudi. Jamani, kila jambo lina majira yake. Mahusiano yana majira yake. Kwa nini ulivyozaliwa tu usingeolewa siku ile ulivyozaliwa? Kumbe kuna majira. Kwa nini ulivyozaliwa tu ungeenda kuoa? Kwa nini wakati uko primary ungeenda kuoa au kuolewa? Kila jambo lina majira yake. Na ndio maana wazazi walikuwa wakikuona huko na kijana na kuita, wewe unafanya nini hapa? Wanakutandika na fimbo. Sasa hivi ulipoingia kwenye mahusiano, mama alikufuatilia. Tena ulitoroka kwenda. Ukaruka na ukuta. Mama amenyamaza kimya, akajua muda umefika wa kupata mkwe. Sasa mkwe mwenyewe ndio jambazi. Kwa sababu umeingia mahusiano yasiyo sahihi. Kila kitu kina majira yake na kila kitu kina wakati. Mahusiano sahihi katika wakati usio sahihi huzalisha maisha ya majuto na maumivu kwa wahusika wote. Yaani wote, kwa sababu muda sio sahihi. Ila muda ukiwa sahihi, Mungu anafungua njia.
na Mungu anaruhusu. Baadaye nitakuja kukuelekeza hapa mtu sahihi, kijana sahihi na binti sahihi tunampata kwenye maombi au anapatikanika wapi? Omba upate mtu mzuri Bwana. Baba, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ni majibu ya kupata mtu sahihi. Au nadanganya tu, mchungaji Bwana amenionyesha hapa, mchungaji kanionyesha. Kweli umeonyeshwa na Bwana? Sasa vitu vya msingi sana vya kuzingatia unapoanzisha mahusiano. Vitu vya msingi vya kuzingatia unapoanzisha. Jamani, mafiga matatu simeyaelewa nilipokuwa nazungumza. Kuna swali utauliza tu. Wala usio. Wewe andika tu swali lako vizuri. Fanya nini? Nauliza. Vitu vya msingi sana unapoanzisha mahusiano. Vitu vya msingi vya kutazama. Unaanzisha mahusiano na nani? Ndio hicho kitu cha msingi. Unaanzisha mahusiano na nani? Unataka kuolewa, unataka kuoa. Unaanzisha mahusiano na nani? Nani unaingia naye kwenye mahusiano? Hicho ndio kitu cha msingi, lazima ukielewe na ukifanyie kazi. Unaingia kwenye mahusiano na nani binti? Kijana wa kiume, unaingia kwenye mahusiano na nani? Si kila mwanamke unayemuona, binti unayemuona ni mke. Na si kila kijana wa kiume unayemuona ni mme. Wengine mabomu. Unaingia kwenye mahusiano na nani? Hello? Umekufa, umeoza. Umeoza kwa nani? Umekufa kwa nani? Sika naeleweka vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni vitu vya kutambua wakati unapoingia kwenye mahusiano na unaanzisha mahusiano. Usiende kwa tamaa zako za mwili. Kimwili chako kinatakataka, kinatamani, kinawashawasha, basi unavamia yoyote hiyo. Unaanzisha mahusiano na nani? Sio unakuepuka tu. Amina. Watu wanasema mchungaji anahubiri nini, anafundisha nini kwa vitu hivi? Haoni aibu. Nione aibu alafu iweje sasa? Nini maana ya semina vijana? Hapo leo nitakupasukia kila kitu hapa leo. Wewe ona tu aibu utajua wewe. Sio kama ndio vizuri mpendo wa Kristo. Unaanzisha mahusiano na nani? Na utambue si kila mwanaume ni mme. Na si kila mwanamke ni mke. Mahusiano yako hivi. Kuna mahusiano ya bigiji. Cheko bigiji. Mimi unapoanza kuiweka mdomoni. Wewe unatafuna utamu ukiisha unatafuna mpira tu mpaka unatoa nje kwanza unaishi ndani. Ndivyo yalivyo mahusiano. Mnaanza bigiji tamu. Mali. Bigiji. Natafuna. Bigiji hiyo. I love you. Baby wangu wewe, baby wangu. Oh, na baby kitanda huko jamani. Baby wangu wewe. Sweet kafanyaje sijui. Ni mapenzi ya bigiji. Yakiisha utamu, umebaki tu kimya. Ile sweet imekufa. Ile hali imekufa. Amina. Imebaki tu mama nabii. Kwa makini unapoanzisha mahusiano. Amina. Changamoto kubwa sasa hivi
kwa watumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu nyinyi mlioko mnatusumbua sana wachungaji. Amina. Kwa mahusiano mnaanzisha juju. Amina. Hamtaki hata kuona wachungaji. Mnaanzisha mahusiano mtaani. Na mtaani huko ndio mnamalizana huko. Baadaye kuzidi mchungaji, yani huyu mimi. Unajua mchungaji. Hivi wewe binti unaanzisha mahusiano na kijana yuko Mwanza, wewe uko Iringa. Hivi unafikiri huyo ni mume wako kweli? Unafikiri huyo kijana atakusubiri wewe tu? Kuna mahusiano ya kuona kwa macho hivi na ya kwenye simu ya mbali. Halo, kwenye simu utaongea kila kitu. Nyote. Unajua ota nyote ni. Lakini anaowaona pale, anawatazama kwa macho yake, ni rahisi sana kuwa nao kwenye mahusiano kuliko wewe ambaye uko mbali. Ndio maana mwanandoa ambaye anaishi Iringa, mume wake yuko Tabora kikazi, unaenda likizo yenyewe wiki moja. Siku unaenda utakuta kitoto kinafanana na mume wako kabisa, pua, jicho. Unaweza kuuliza, hapa imekuaje? Mbona anafanana sana na huyo? Umeshapiga chenga. Uko mbali. Sika naelewa vizuri. Amina. Leo usibali kuwa mbali na mume wako. Yaani ipite siku 3 mwezi basi kwa ajili ya huduma, lakini wapi? Mwaka. Mama relax. Mwaka unakatika. Miezi 6 imekatika. Yule ameokoka, ananena kwa lugha, anasali kwa miti, ameokoka. Mwaka. Mkosa. Yaani hapo mkosa. Mke wangu anasali pale, mume wangu anasali pale kwa miti na miti anafundisha vizuri, anamjenga. Wewe kuna ya rohoni, kuna ya mwilini. Unaona vile ya mwilini anazuiliwa na roho. Alikwambia nani? Haiwezekani kitu. Yeye na yeye mwili wake utataka. Mwili wake utawashwa. Akusudiwe likizo mpaka mwakani mwezi wa 6. Samia atoe ruhusa bwana, fanya kazi wote haya ruhusa wiki moja. Baada ya miaka 3. Nani kakwambia? Wewe unaenda kuwa pale mfanya kazi, si wewe ndio kwa mume wako unaenda kama house girl. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unanielewa vizuri mwanandoa? Amina. Kijana unanielewa vizuri? Amina. Sasa mchunguzi yule anaanza mahusiano vipi? Sikia nikwambie kitu. Ukiona kijana yuko jirani sana na binti, kabla ya kuwa na ujirani huo aliwaza kumtamani. Kusema anashindwa, anamsogeza jirani. Vipi leo unaenda wapi? Ibada jioni utarudi? Hivi unajua mchungaji ametangaza tutakuwa na semina. Wewe utakuja? Anakusogeza jirani. Maana ameona akikwambia nakupenda na msimamo sana wewe. Hakuna ukaribu wa binti na kijana kama katikati yake hakuna wazo la mahusiano. Shauri yenu. Mwana saikolojia. Nimebombea na elimu hii hapa. Nina uhakika 100%. Ni hata kanisani tu nikimwona tu binti yuko na kijana, hivi nawapita mara ya kwanza, nawapita mara ya pili. Ndio tu hii hapa ndio ndio uleta mjanga. Alafu naacha muda pengine atakuja kusema. Hawasemi. Ndio kwa kuna mjipukia tu. Mchungaji hamna. Wewe acha uje nani. Bwana Yesu asifiwe. Hamuongei neno la Mungu eti Yesu jamani kanisani tu ibada. Hivi na sorry hivi unaishwa. Jana ulikula? Yaani wewe mchungaji wetu bwana. Ulikula jana?
ni mwepesi sana kutamani. Yaani wewe ukijipitisha pitisha hapo hivi kabisa, ndio una kashepu kazuri, kapiga kako kazuri kidogo. Mimi nakwambia wanaume wote mtaa, bodaboda wote, wachuma visima wote, tunaweka vizuri. Yaani kijana yoyote, yaani mtu yoyote tu wa kiume, inakuwa tu neema ya Yesu. Yesu anasema ukimwangalia mtu kwa kumtamani umezini. Mani. Lakini yoyote wewe mkaribia shemeji yako nyumbani kwako, weka naye mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, atakutamani. Jamani, hapa nafundisha, ninachokifundisha hiki sikufundishi kibiblia. Na kuleta kwenye Biblia ila na kuleta kwenye maisha ya jamii unayoishi. Hivi vitu vipo. Usisikie mama amelala na shemeji yake. Kulikuwa na kamchakato. Mama hakujua ila mchakato ulianza. Ukienda kwao umefunga nguo kamoja hapa juu umening'inia hivi. Alafu ndio bafu ndipo kula nyumba ile kula. Ndio unaenda kuoga maji hayo maji. Mbebe unaenda kwa nini? Shemeji yako anakuangalia. Na kana kwamba itoshi makalio yako ni makubwa. Anakusindikiza mpaka unaingia kuoga. Kwa macho. Shemeji. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuwa makini sana. Sio unaamini tu, unaamini tu. Huyu ni mdogo wake mume wangu. Ni kaka yake mume wangu. Ukiandaa chakula pale, shemeji njoo, kaa hapa shemeji. Pilipili. Anaanza kuadapt mazingira. Ngani nipendeze. Mbona ongea vizuri hivi? Sikika ndio vizuri. Kwa makini. Kama mtoto wa kike kuwa makini. Kijana yoyote. Wewe unafikiri kwa nini mume wako anatoka nje ya ndoa? Si wewe yule. Kwa nini anatoka nje ya ndoa? Si wewe unanisikiliza. Hivi hapo ulipo sasa hivi una message za mume wako umezifuma kwenye simu yako. Na sasa hivi una stress huko hapa, ndio mimi naondoa stress. Kuna jambo halijawa vizuri kwako. Unajua mwanaume unaweza ukamkunja tu kama karatasi. Akatulia hapa. Mke ana uwezo. Leo nitakupa hii. Sio kaza kujiambia wewe ndio unafeli. Hakuna mwanaume mgomvi mbele ya mwanamke aliye sahihi. Amina. Mimi nakwambia hivi. Nitakutolea mfano wa Samson. Na nguvu yake yote ilimtokea. Akatafutiwa Delila. Delila akamleta, akamweka kwenye mapaja ya Delila. Samson akalala kwenye paja la Delila. Amesahau kila kitu, nitoe nywele hizi. Hata polisi wakiona jambazi lisukwe tuliwezi. Anachukuliwa mwanamke. Bwana kwa makini. Tuleteni. Mimi nakwambia nakamata dakika. Kinachokushinda wewe kwa mume wako ni nini? Nini kinakushinda? Tuachane na hapo. Kwa hiyo lazima utambue mahusiano yaliyo sahihi. Mahusiano sahihi. Na uelewe nimekwambia mtu anayeanza mahusiano maana amebeba maisha yako. Yaani maisha yako ndio umeyakabidhi kwake.